We wadako, welcome to my YouTube channel. Kama dawa ni Senje Mdaku wa Gulf. Hii ni bad news na ni bad news kwa Wakenya wote wale ambao wanafanya kazi huku Saudi Arabia. Mkataba umetoka ama imesahiniwa ya kwamba Wakenya wote watafukuzwa kutoka huku Gulf warudi nyumbani. Why? Wanasemanga ukosefu wa nidhamu, kuzaazao ovyo, wao ndio the top queen au the top 10 au ndio number 1 wanashikilia uongozi wa kukemboi. Number 1 kuwa dalala, number 1 kumislead watu, number 1 kukidnap, number 1 kurape, number 1 kuua, number 1 kuzika watu desert, number 1. Unajua acha niwaambie kitu moja, hawa madalala wetu uwanga wanaonwa, ama sisi wa Kenya uwanga tunaonwa kwa msystem, unaona. So unajua mtu anaweza kufikiria ati ako nje aonui, hawa watu wanakufuatilianga. Serikali ya Saudi Arabia iko na high quality ya kufanya investigation. Wewe unaweza kufikiria mahali umekaa uko vizuri, the moment unachukuanga hizo fingerprint zenye unachukuanga zinakuanga zinapeleka mahali popote unaenda. Hizo ndio zinakuanga security yako mahali unaenda popote. Fingerprint yako ndio inakuanga kitu ya muhimu kwa hawa watu, umeona. Hata hiyo sio shida. Prince Salman ameandika mkataba, yani ameandikwa barua ambaye inasema ya kwamba Wakenya wote before 2030, yani Vision 2030 watakuwa wanarudishwa nyumbani. So hakuna Mkenya yoyote ambaye atakanyaga huku Gulf. Na ni kitu imewekwa sign na Prince Salman. Lakini wakati imefika Afrika, hiyo barua imefika Kenya, Honorable William Samoei Ruto hajaweka sign. Yeye bado haja sign. So anapanga mkakati ya yeye kutoka kule Afrika, kutoka kule Kenya kukuja huku Gulf, kukutana na King Salman ama kukutana na whatever watakutana, ama na ambassador ama na minister wa huku waongee hii swala, kwa sababu hii swala inaenda kukua yani inaenda kukua ngumu, yani inaenda kukua swala, yani Kiswahili jamani, inaenda kukua gumzo kwa sisi, kwa sababu utasimamishwa tu kaza abruptly. Unashindwa rada, mbona kazi yangu imesimama na nimefanya nini na nimeduma which? So my fellow Kenyans, kama unajua sai uko na opportunity ya kazi, uko kazini, shikilia hiyo kazi na mikono miwili. Shikilia hiyo kazi na mikono miwili. Can you imagine? Think. Watu wakianza kukemboi before, unajua alikuwa na kemboi na pesa ngapi? Mimi nitawapea evidence. Mimi nikikemboi 2023, mimi nimekemboi 2023. Mimi nilikemboi na shilingi 3,500 kwenda kwa kazi ya kilina. Nilikuwa nafanya kazi ya 3,500, lakini kutoka kwa 3,500 sasa wanachukua watu na shilingi 1,000 ama 900. Kani imagine wewe ni kemboi na unaenda kwa Mwarabu na shilingi 900 ama na shilingi 1,000. Why? Kwa sababu wale madalala legit ama wale madalala walikuwa huku wa kwanza, hao madalala wengine wao walirudi nyumbani, wengine wao walikufa. Wengi walikufa na wengi walirudi nyumbani. Unanipata? Sasa hawa madalala wenye wako hawa ni watu small sana, unaona. So dalala hajui kufanya kazi, dalala hajui kuprotect msichana wake, dalala kazi yake ni unajua, acha nikwambie kitu imeharibu zaidi, ambapo kwamba huyu Prince ameandika barua irudi Kenya ni location ndio imeharibu mambo yote. Wadaku, location ndio imeharibu kila kitu. The moment unachukuliwa na mdozi wako, yule mdozi wako ambapo anayekuja, Kiswahili yangu ni kidogo mtaelewa tu vile itakuwa. Yule mdozi wako akikuchukua kukuja kazini kufanya kazi, anakuanga amekuweka kwa system na anakuanga anakuona. Wewe unaweza kufanya kitu yako useme ya kwamba hauoni. My dear, uko world monetization. Yani wewe wamekumonetize. Unamonetiziwa everywhere, every move you move
wanakumonetize. Wanajua wewe ndio ule umekanyaga pale, wewe ndio ule umeenda pale, wewe ndio ule hawa watu wakisha kuchukua, wanachukuanga wewe wanakuweka hapo kwa mkono. Wewe kwa hawa watu unakuanga, yani wewe unakuanga unaangaliwa tu, unamonetiziwa tu hivi kama simu. Mali unakanyaga, mali unaenda, ndio unapatanga, wanachukuanga kila kitu, fingerprint, picha, kila kitu. Kwanza ukiwa umekuja huku na umechukuliwa igama, kuisha habari yako. Madam, kuisha habari yako. Ango, kuisha habari yako. Uko kwa system ya hawa watu na bado hujatoka kwa hiyo system. Wewe uko kwa system. Hata ndio maana unaona wewe kama ni Muriithi run, ukienda deportation ama ukienda kwa police station, the moment utachukua tu hii kidole yako ufanye tu hivi, kila kitu yako ya mdozi wako inajiandika hapo. Kila kitu inajiandika hapo, yote inajiandika, majina yako, mahali umetoka, nationality, takataka mingi, saidi yako, saidi ya mdozi pia inakuja. Kama umekafiliwa na wadozi 7, wote 7 watakuja hapo. Sasa kwa watu wa 7, yule wa kwanza mwenye alikuchukua, huyo ndio anampigianga simu. Huyo tu ndio anampigianga simu. Wanamwambia msichana wako ako hivi, ako hivi. Ndio maana siku hizi deportation, sai kuko na rules and regulation zenye zinafanyika. Unajua rule and regulation deportation sai zimefanyikana. Kuna different ama kuna tofauti. Wale wenye wanaenda Samasco, wale wenye wanaenda wapi, kuna tofauti kule deportation. Unaona? So kuna mahali, kuna some point sisi tutaambiwa tukienda deportation tuko tunajilipia ticket. Tukue tunatembea na shilingi 1,000 ya ticket. Mtaniwia radhi, mali na hapa huko huyu mshosho anangorotanga, anaongeanga sauti 15. Sasa ukisikia sauti ngoro ni kama anaongea. Huyo ni kama alimaliza mtu, kwa sababu venye anaongeanga si kuzuri. Sasa anaongea sauti nyingine, aongea kwa soprano, aongea kwa tenor, aongea kwa lead, bass, aongea kila kitu. Sasa wadaku, habari ndio hiyo. Kama umepata opportunity ya kufanya kazi, wewe fanya kazi. Ndio unapata saa hii 90% ya watu wenye wanarudi nyumbani hawarudi. Na sasa ndio utapata wakishafunga Gulf Afrika, yani wakishafunga Saudi, wamefunga wadozi wa Dubai, wadozi wa Oman, wadozi wa Kuwait, wadozi wa Lebanon, wata increase salary, itarudi chini, salary itarudi chini. Utakaa chini unaanza kujiuliza, rada, hii ndio mshahara? Sasa ndio unaona saa hii sisi tumeshikilia hapa, hata tumeshikilia ndio tufanye at least tufanye kazi. Hata hiyo wakati ikifika, Wakenya wote, unajua ni kitu tu, mtaamka asubuhi, okay? Mtaamka tu asubuhi, nyinyi wote kwa mandege, mtaona tu mandege zinakuja, na itakuwa msako mkubwa sana hapa Saudi, msako mkubwa mwenye utafanyika kwa manyumba za Waarabu, kwa manyumba, yani manyumba zote, kila town itakuwa na msako, Ndio utapata watu wote wanarudishwa nyumbani na wanaweka block. Wenda utajifichia huku na utaki kuenda. Sasa hapo itakuwa the end of you. No deportation, no moving, no going to embassy, no blah blah blah, no blah blah blah. Ni either ukae huku, na wenda unakufia huku, unazikwa huku, na unazikwa kama mbwa. Wadaku, unanipata? Saa hii mambo imeenda inabadilika. Hiyo mkataba, wakati hiyo mkataba imekuja kusainiwa, kwa sababu mkataba hiyo nini wanasemangaje, the document imetumwa kwa our honorable Mr. President William Samoei Kiprotich Ruto aweke sahini, yeye ajeka sahini.
kwa sababu bado yeye anafurahia tukiwa bado tuko huku, unaona, bado hajaweka saini. Sasa yeye anataka tu akuje wa negotiate, waone vile wataongea, unanipata? Juu vision unajua World Cup inakuja huku 2034. Yeah, World Cup inakuja huku 2034, ndio World Cup inakuja huku 2034. Itakuwa hapa kwa uwanja tu hapa karibu, si mbali, ni nearby me, ni hapa tu ndio World Cup itakuwa, unaona. So watu wengi wanataka kuona World Cup, wanataka kuona World Cup vile inaendelea, unaona. Hata mimi nikiwa mmoja wao nataka nishuhudie mimi mwenyewe kwa uwanja hivi, hata niuzie wa Kenya njugu, niuzie wa Kenya snacks, niuzie wa Kenya sweetie, unaona. Watu watakuwa nationality, kila kitu itakuwa huko Africa, whatever itakuwa huko Saudi Arabia, kwa sababu ya mchuano wa mchezo wa World Cup ya kombe la dunia, mnanipata? So wadaku, kama bado umepata chance ya kufanya kazi, my fellow woman, my fellow Kenyans, zingatia hiyo kazi. Mama, itafika mahali hata we mwenyewe utashindwa ufanye nini wala utende nini. Na kama kuna njia, unajua nyinyi mjiulize kwa nini siku hizi njia zimefungwa. Una imagine my dear, njia zimefunguka, unaenda kwa every agent, unataka urudi, lakini njia zako zimefungwa. Wewe ulipetiana commission kwa agency. Sai mumeanza kuita agency conman and con women. Na si ati ni conman walikula pesa zenyu. Hakuna kusafiri. Ni vile hawataki kukuambia, wanakupea hopes. Wanaume ndio watakuwa na idadi kubwa sana ya kufanya kazi huku Saudi Arabia. Only men. Only men. Kama uko na mtoto wako, uko na ndoto ya kuja huku Gulf, mfanyie process ya passport mapema. Mfanyie process ya kila kitu. Wewe ukienda nyumbani ukiretire, pia yeye hasa anakuja kutafuta. Mona, pia anakuja kutafuta. Saa hii mambo imekuwa mgumu. Ndio unapata watu wamekaa. Kenya, unakimbililia nyumbani madamu. Na hata wewe mwenyewe hujui unakimbililia nyumbani, hujui kama utarudi. Mwarabu wako anaweza kukupea tiketi ya to and fro. Tu unaweza enda, fro aka-cancel. Hawezi, akienda akarudishiwa pesa zake. Ndio unapata saa hii idadi kubwa ya watu wanaingia huku ni wa Philippines. Philippines ndio wataingia huku, wao ndio walikuwa watu wa kwanza kuingia huku. Philippines, Sri Lanka, Indonesia, hao ndio walikuwa watu first kuingia huko. Sisi wa Afrika tumeanza kuingia juzi. Kwanza aswa wa Kenya. Kama sisi wa Kenya tumeanza kuingia huko juzi. Dani unya akiwa prezo. Juzi. Juu season ya Kibaki na Moi hungesikia hii ujinga huko. Mnanipata? Ndio unapata mateso ilikuwa ya hali ya juu. Unajua saa hii kwa nini wanataka kurudisha Wakenya nyumbani? Kwa sababu Wakenya ni watu ambaye hapa kichwa kiko kimepanuka. Wakenya wako na akili hata ya kushinda Mwarabu. Mkenya ni mtu anaweza kukuangalia hivi na anakusoma saikolojia yako yote na anaiweka hapa. Wewe unakaa ukifikiria Mkenya hana akili. Mkenya ako na building, Mkenya ako ni landlord ama ni landlady, Mkenya ako na mpaka citizen, mpaka Mkenya ni wa huko, amekuwa mcitizen wa huko, kwenda na kurudi. Habari ndio hiyo. So mimi nimewaambia tu kwa sababu ni mkataba yenye imeshatolewa. Ni mkataba yenye inasema ya kwamba all Kenyans must return home after Vision 2030. Sasa nawe mwenyewe kukaa chini na kufikiria. For me, sasa tuko 2026. 2027 niko hapa. 2028 niko hapa. 2029 niko hapa. 2030 mikono juu na surrender. Acha nirudi kwa boma yangu. Najua nimefanya kazi sana.
sasa naenda. Umeona? Sasa mimi ndakuwa nafunganya virago zangu nafaa naenda. Hapo ndakuwa na miaka ngapi? Sasa niko na 37. 2026 sasa niko na 37, 2027 38, 2028 39, 2029 40, 2030 41. Nitakuwa juza. Nitakuwa juza. 41. Who does that? Hallelujah. Na Yesu ni Bwana. 41. 41. Hapo kijana wangu atakuwa na miaka ngapi? From now 21, 22, 23, 24, 25. Atakuwa na 25. My firstborn. Nishakuwa juza. Ajuza. Anyway, ni udaku ya leo. Finya notification, kuwa ndani, jisikie uko uhuru, jisikie uko nyumbani. Finya notification.